Kijana, nadhani kama sijakosea, wewe ndio utakuwa Hisham. Ndio, wewe ndio Hisham. Hujakosea kabisa. Karibu. Kitu tukusaidie kitu gani? No, sijaja hapa kwa msaada wote ule, sababu una msaada wote ule unaweza kunisaidia. Umeelewa kijana? Haina shida. Nimekuja hapa nimekufuata wewe kijana. Nimekuja hapa nataka nikwambie neno limoja. Unanisikia kwa makini nadhani? Nakusikia. Mimi ndo Aliudi, mume wa Nasimu. Ndio. Mimi ndo Aliudi, mume wa Nasimu. Hongera sana. Nadhani ulikuwa unifahamu. Nimekusikia mjini maana umetikisa mji kiasi cha kutosha kweli. Zaidi ya kutikisa. Ni kweli umetikisa mji kweli. Hongera sana. Sasa tusiongee mengi sana, sijaja hapo kupoteza muda wangu sababu sehemu yenyewe kwanza sielewa hata ilivyo. Mimi nina matatizo nyumbani kwangu. Pole sana. Na matatizo haya itakuwa omba inawezekana ni wewe au familia yako pia wanachangia. Sababu mimi tangu nilivyomuoa mke wangu mpaka leo sasa sina amani nyumbani kwangu. Pole sana. Afu matatizo ninayo na mke wangu, kwa usalama ulionileta hapa na kwa utaratibu, ningependa unisikilize kwa makini. Muda wote nakaa mke wangu anakaa anakutaja wewe. Yaani kula kipita dakika 2 mke wangu lazima akutaje wewe. Pole sana. Yaani kila mara yote nikikaa na mke wangu huwa anakuongelea wewe sana. Sasa nimekaa chini nimefikiria, nadhani kwamba inawezekana kuna jambo unaweza kuwa ulimfanyia mke wangu wewe, ulimtendea mke wangu au ndugu zako hapa, maana yake nilisikia katu kwa naongelea kwamba nyinyi hapa kwenu ni wachawi sio nini, na mambo ya kichawi nyinyi hapa. Nikuja hapa kupendelea kwamba unaweza ukaachana nayo. Na isipokuwa wewe labda familia yako na uambie kwamba waachane nayo kabisa. Tena nimekuja vizuri kabisa kwa busara na nimekuja mtaratibu kama unavyoniona. Maana mke wangu nashangaa sana, mke wangu atakaita na kuongelea wewe. Yaani mtu mwenyewe yani mchovu na kitu, yani sielewi kabisa mke wangu anaweza kukupenda wewe. Sidhani. Itakuwa kuna vitu ulimfanyia mke wangu sababu sioni hata akija hapo tamweka wapi. Sehemu yenyewe yani naona kama vibanda vile, yani kumekaa kama polini. Sasa mke wangu mara kwa mara anakaa na kuongelea wewe kijana. Unajua kitu kimoja kaka. Kwanza kitu cha kwanza nataka nikuweke wazi. Sisi kwetu hapa sio wachawi. Wala hatuna mila na desturi ya kichawi. Wala hatujui uchawi unafanana vipi. Hicho ni cha kwanza. Alafu cha pili, labda uelewe tu kwamba hakuna uchawi. Wa kwanza ni mapenzi. Mapenzi vile ni uchawi. Mapenzi ni kitu kizito sana. Mapenzi yanamfanya mtu anachukiana na familia yake. Mapenzi yanamfanya mtu anajivua dini yake, imani yake, anafuata yule ambaye ampendaye. Yaani mapenzi ni kitu ambacho hadi sasa hata wataalamu kila mtu anajaribu kutoa tafsiri yake. Hadi kwa sasa wengine hawajapatia. Lakini nikwambia kwamba ni kweli una pesa, inaonekana una pesa kweli, unapendeza na kwa pesa zako hizo unaweza kununua kila ukitakacho duniani. Unaweza kununua kila mwanamke mrembo mtakaye duniani. Kwa pesa zako tu. Ila uwezo kununua mapenzi ya dhati. Hilo una uwezo. Kwa pesa zako unaweza kununua chakula chote kizuri kipendacho duniani, ukitakacho chakula kwa muda utakao. Lakini uwezo kununua appetite. Kwa pesa zako unaweza ukanunua dawa zote, waganga wote ukawapitia, ila uwezo kununua shifa. Hiyo ni siri ya Mungu, ni baraka kutoka kwa Mungu. Kweli wewe unakuwa unanizidia pesa. Na naamini kwamba ulimfuata yule mwanamke. Ulikuwa na kuzidi pesa kijana wewe. Haina shida. Sawa. Ulimfuata yule mwanamke, unajua fika kwamba ana mchumba wake. Na umejua fika kwamba yule mwanamke mimi nilikuwa namtolea hata mahari. Lakini nikarudishwa mahari, nikadhalilishwa mimi. Wewe ukaingia kwa gea ya pesa. Mkasahau kwamba juu kuna Mungu ambaye hapendi mwenye kudhulumu. Wewe umenifanyia dhuluma kubwa sana kaka. Ila nikwambie tu kwamba mimi yule mwanamke nilikuwa nimetawala moyo wake na alikuwa ametawala moyo wangu. Alikuwa na mapenzi ya dhati kwangu. Ndio maana leo unachukulia kwamba labda ni uchawi, ila hajafanywa uchawi wowote ule. Ni penzi la dhati ambalo linamsumbua. Hata mimi hapo sioni hivi hapa, sijapata amani. Usifikiri mwenzako unafurahia, usifikiri nafurahia kaka. Umenidhulumu, unifanyia dhuluma kubwa sana. Pamoja na kwa labda umenizidi pesa, lakini unajua kwamba leo yako kwangu kesho naweza ikatokea kwako. Sasa nashangaa sasa unajiamini pesa na kila kitu, sasa naona kwamba huna hata amani. Kumbe pesa sio kila kitu. Kumbe unaweza kuwa na pesa kwa kukosa vitu vingine. Wewe una pesa umekosa penzi la dhati. Na hayo yanatokea wengi sana kama wewe. Umemaliza?
Mimi nafikiri hiyo iko wazi. Ila mambo ya uchawi kaka, nenda na maana ondoa kwenye kichwa chako. Sisi hatuwezi kufanya uchawi. Wakazi gani? Sasa umeshanyanyua mzigo, kila mtu anafahamu kama Nasimu ni mke wa Eliudi. Mimi nimfuatilie mke wako nitafuta kitu. Nimemaliza kaka. Naona maneno yanazidi kuwa mengi sana. Mimi nakwambia tu ukweli wako kaka. Tafikiri unani? Sijui unaongea maneno mengi sana, yani mengi sana afu vitendo vyenyewe vidogo sana. Unaongea maneno mengi sana. Wewe usipokungekuwa na mapenzi kama unavyoongea wewe, yule angekukimbia kweli. Maneno mengi sana. Pesa ina nafasi yake wewe katika mapenzi. Umetumia pesa zako. Huwezi kumpenda mtu utakaje akakupenda wewe tu, sijui mwanamke katoka huko mzuri sana itaje akupende wewe mchovu una pesa maskini wewe. Mwanamke mzuri kama yule aje akupende wewe. Mbona sasa kwa sababu mbona kwa amani sasa? Tumia hiyo pesa kwanza wewe, ule mwanamke hata akija akikupenda wewe. Hapo utamweka wapi wewe hapo? Utamweka wapi? Sasa kwa amerizika hapa amerizika. Kwenye vibanda hivi. Amekuwa amerizika. Mmemloga sio? Amerizika sawa na hali yetu. Mtu mwenyewe mchovu. Hili pori unaliona hili ndio alikuwa amependa Nasimu. Pesa ina nafasi yake katika mapenzi wewe. Usipokuwa na pesa huwezi kupendwa wewe. Kaka acha dharau kaka. Acha dharau bwana. Wewe unafikiri ningekuwa sina pesa wewe ningekunyang'anya. Nimemchukua sababu nina pesa wewe mimi. Alafu nakwambia si kitu kimoja kijana. Hebu nisikilize. Nisikilize sasa kijana, nataka nikwambie sasa hivi. Nakusikiliza. Umeona nimekuja hapa kwa upole, nimekuja hapa mtaratibu. Hii nimekuja hapa nakuja kukupa onyo wewe kijana. Sababu mimi nina uwezo wa kufanya ninalolitaka hapa kwa muda wote kwa saa yote ile. Fanya bwana. Sasa nakwambia hivi, nyinyi mna machawi, si wachawi nyinyi. Wachawi yenu wale. Umejuaje kama si ni wachawi kama wewe si mchawi? Umemloga mke wangu ndio, ni wachawi. Kama wewe si mchawi. Umemloga mke wangu ni wachawi ndio. Sasa sikiliza nikwambie kijana. Sikiliza sasa nikwambie. Nimekuja hii leo hapa kwa utaratibu. Naondoka hivi. Nitakaporudi kwa mara nyingine hapa. Jicho langu kaka, jicho langu. Naweza hata nikalitoboa hilo jicho hilo. Naondoka na kwenda. Asipobadilika mke wangu mimi, ukaachana na uliyomfanyia na ukayaacha kabisa, nitakavyorudi hapa kwa mara nyingine nakuja kukumaliza wewe. Haina shida. Tena nakumaliza wewe hadi mpaka familia yako pia namaliza. Kwa machawi yenu ndio utaamini kwamba pesa inafanya kazi wewe. Tengeneza mazingira yako. Rudi tena hapa nakuja kukumaliza wewe. Nenda utengeneze mazingira ya kimapenzi ya kimahaba. Atakukubali kaka. Sisi hatujamfanyia uchawi. Katengeneze mazingira kwako. Tashukuru kimaliza maana utakuwa umebeba mizigo. Wewe unafanana na wachawi kabisa wewe. Chawi kabisa, mtu mwenye mchovu mchafu. Sio mwenye chafu hii. Wewe kijana nakwambia wewe. Naondoka ila nikirudi hapa utanijua mimi nani. Ndio tutadhalilisha kiasi chote ndio arudi. Basi Mungu hakimu. Si unatukana? Haramu. Tumia hiyo pesa yako utulie na mke wako bwana. Wewe unakuja hapa sijui nini, sijui pesa. Wewe una pesa? Wake akamwoa. Kaja kanihadisia hali halisi. Walipoanza nafasi kufikia, kwa sababu ni mtu mzima tu, ile kasoro ingilia hata wachuza kitiririka, kwa sababu uchungu ambao anao na matizo ambayo anayo huyo kijana kama mko wenu huyo, mimi nahusika kwa sababu nayajua fika mwanzo mpaka mwisho. Kanipa mahari yake, nikaja nayo mpaka hapa. Kwa hiyo kama tumekusanyika hapa ni kwa sababu ya msiba ambao anao au uchungu ambao anao. Kwa ufupi ni hivi, huyu alipounga ndoo na mke wake, mkampa mwanamke, kampeleka kwa ridhaa yenu na dua zenu mlizoziomba, na kama dua zikuwa makubuni, ndio sababu dua ya mzazi wa da'watul walidu ala waladi. Tunasema dawa ya mzazi kwa mwanae haina pazia, anasema haikufika, imeelea angani. Anasema ya kwamba toka alipochukua mke wake hivi takriban wiki nzima imekwisha. Anasema hakuna kitu kilishatendeka hata kimoja cha kusikana ndoa. Ni juleni nyie kama watu wazima, tena wazazi, familia imekusanyika hapa, tazameni la kufanya ni lipi, kwa sababu hii aibu bado ingali ndani, ipo ndani, haijatoka nje. Kanipitua mimi ili nije kumsaidia. Kama kusingi kama wazazi, mtaongea kitu gani au mtachangia kitu gani? Samahani ustad, na kabla hujaenda mbali, nafikiri
Maana nyinyi mashehe mnapoanza kuongea naongea maneno mengi sana. Mwisho tukachukua tumeshindwa kujua ni kitu gani. Nataka utufahamishe tatizo ni lipi. Ningependa vile bwana kaka Mwendo atufahamishe kwa sababu yeye ndio muhusika zaidi. Sawa? Tatizo lipi? Pole sana wangu. Pole sana mtoto dada yangu. Nimeshukuru sana wazazi wangu kwa kweli, na nimefurahi kuona nimekuja hapa na nimepokea wito wangu. Nadhani nyinyi ni wazazi na matatizo yote kati ya mimi na mke wangu lazima nije nifikishie nyinyi wazazi na mtusaidize. Mke wangu tangu nilivyomuoa hadi mpaka sasa, mke wangu hawezi akamaliza dakika 2 hajamtaja yule kijana wangu, yule kijana na Kaisham. Subhanallah. Nikwambia aje? Yaani Nilikwambia hawezi kufanya dakika 2 hajamuongelea Hisham. Na Sasa mkaja tena vipi? Ndio tumemaliza. tumemaliza kila kitu baba. Nilikwambia mama yake na Hisham mnakataa. Haya. na kinachotokea ni kwamba mimi na yeye nyumbani kama maadui hivi. Tangu nilimoa mimi nyumbani kwangu pale mimi sijawahi kulala chumbani kwangu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani hataki kuniona, hataki kunisikia. Ndio. Nikifika nyumbani kwangu pale mimi nakuwa kama, yaani sijui inakuwa mwizi, sijui vile. Na hatuna mawasiliano mazuri mimi na yeye. Sikia. Sio unasikia wewe. Alafu leo Sio unasikia kwa kimya kwanza tukusikilize. leo wiki nzima tangu nilivyomuoa mke wangu, nadhani hata chumbani kwangu mimi sijawahi kulala. Pole sana. Sababu mke wangu akiniona mimi mara amechukua kisu, Subhanallah. mara nitajiua, mara hivi anamtaka nani ule sijui ndo Hisham. Nikaleka Hisham. Usiliwaambia. kale Mimi niliwaambia. chofu kale. Hadha la yumkin. Sasa maki nimeshajaribu, nimejitahidi, nimefanya mbinu zote nione kama mke wangu anaweza kubadilika. Maki nilikuwa najua labda ni sababu ya uchovu wa sherehe, labda nimeona labda ana uchovu fulani, labda nimwache hata kidogo. Nimemwacha muda sasa hivi mrefu, wiki nzima, muda mrefu. Sasa naona ndo hali inazidi kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo, yaani inazidi kuwa mbaya kabisa. Sasa mwisho yeye mwenyewe aliongea maneno kwamba anatamka nifanye nguvu yote nimrudishe kwao au nimpeleke kwao na yule kijana. Nilikwambia. Kijana mwenyewe nimejitahidi, nimekwenda kwao kuona kwamba naweza nikajaribu hata kutengeneza jambo fulani, kwamba nijitahidi kumaliza matatizo. Nimekuta kijana mwenyewe yupo pale, kijana mwenyewe nimemwangalia, naona kwamba hana uwezo wa kumweka mke wangu yule kijana. Hana uwezo wa kumweka mke wangu kabisa, yaani hawezi kabisa hata kumhudumia mke wangu. Mimi naona la muhimu hapa, ningependa kama naweza nikarudishiwa mahali yangu. Tutatoa hizo faranga baba, mara tuitoa wapi baba? Sababu kwenye hali imefikia sasa hivi naona ni ngumu sana. Subiri kijana, subiri fika mbali. Waswahili wanasema maji ukishayavulia nguo Lazima uyaoge. bisi utayaoga tu. Sasa kaka, ushavua nguo, Lazima uoge. pawe baridi pasiwe baridi, utaoga. Utaoga tu. Sawa? Kila kitu itakuwa sawa. Mimi kwanza yule mama yake na Hisham, habari za kukokole yule mama ni mchawi. Bila shaka hapa sio bure. Inawezekana. Mtoto kaolewa bila tatizo, alafu inakuja haya. Hapo kafurahia ndoa yake vizuri, kafurahia. Mama turudishe mahari. Leo hii imekuwa labda pengine tuuze nyumba. Si amenivua nguo binti Au wangu. tukafungwa twende jela. Kwa sababu pesa hazipo. Lakini kwa hali yoyote ile inabidi tutafute gisi ya kutafuta solution. Wala sio muda wa kulaumiana kama gisi unajua Ni kutenda tu. Lawama imekuwa hivi. Ni kutenda. Cha lazima ni kutafuta dawa ni ipi ili tuweze mambo yetu kwenda kwenye mwelekeo mzuri.
kwa sababu tulishapanga mambo yetu, tumeunga familia imekuwa moja, kuna labda tutegemea labda tutanufaika alafu atuharibie. Haiwezekani, siwezi kubali. Kaka, ulimwambia wifi yangu akambishia kata sio mchawi. Nikamwambia wifi yangu ni mchawi mama. Alafu amekaza. Ndio anavuruga hivi. Hasaidi kuchangia fikra. Sana najua. Ndio amekaa kimya. Anayajua. Sasa nini niwaambie? Kati ya wewe wala wewe. Nani anaumia zaidi ya mimi? Sisi wote. Sio sisi wote. Sio nyie wote. Sisi wote. Mimi naumia sana kwa sababu mimi ndio sisi wote tunaumia sababu dawa sio kulia. Cha kufanya hiki. Cha kutafute dawa tu basi. Hakuna cha dawa wala nini, mnipenda pesa kuliko nilikuwa nakukataza hivi nikamwambia mambo msisisi. Nilikata asendi pale kwa maskini hana. Nilikwambia simu. Sio muda wa kulaumu. Leo hii inakuwa matusi kwa mwanangu, hayo yote ni aibu kwangu. Nasema hivi. Sisi wote sio mwenyewe. Sisi wote tuna aibu. Sawa. Sasa lazima tushiriki swala. Ustadhi, Labda na kaka hapo. Naam, nimekusikiliza mzee. Haya mambo ni ya wanaume. Kwenye kuko wanaume hapaharibiki kitu. Sasa kesho ustadhi, mimi nakutafuta wewe. Bwana kaka. Uzikani mtu kama huyu atuharibie heshima zao. Uzikani tushida vipi? Tusikubali. Kwani Si wanawake Heshima zao. si wanawake tu. nasema hivi, Hata mimi mama yao sana nihusu. nitakutafuteni, niacheni mimi sasa. Wanaume wakusanyike, mtu mmoja atatushinda sisi watatu. Haiwezekani. Dawa ipo na itapatikana. Kesho asubuhi mimi nakutafuteni, tushirikie mambo, lazima uoge. Kisha tuuia. ونحن كبراء القرية. نعم كيف لا يمكن؟ inabidi uwe makini, utumie sana akili. Kuishi duniani ni kupambana na mitihani. Kuishi duniani ni kupambana na mitihani.